Mungu amenipa message fupi niweze kushare na wewe, na kitabu ni kile cha Marko, sura ni ile ya 16. Nasoma kuanzia mstari wa 2 mpaka mstari wa 7. Kitabu ni kile cha Marko, sura ya 16. Nisome kuanzia mstari wa 2 mpaka ule mstari wa 7. Kama umepaona hapo sema amen. Naweza ukafuatilia pia kwenye projector na jambo hilo litakuwa jema. Neno la Mungu linasema, hata alfajiri mapema siku ya kwanza ya juma wakaenda kaburini jua linapoanza kuchomoza. Wakasemezana wao kwa wao, ni nani atakayetuviringishia lile jiwe mlangoni pa kaburi? Hata walipotazama waliona ya kuwa lile jiwe limekwisha kuviringishwa, nalo lilikuwa kubwa mno. Wakaingia kaburini, wakaona kijana ameketi upande wa kuume, amevaa vazi jeupe, wakastaajabu. Naye akawaambia, msistaajabu, mnamtafuta Yesu Mnazareti aliyesulubiwa. Amefufuka, hayupo hapa. Patazameni mahali walipomweka. Lakini enendeni zenu mkawaambie wanafunzi wake na Petro ya kwamba awatangulia kwenda Galilaya, huko mtamuona kama alivyowaambia. Bwana Yesu, libariki neno hili. Bariki watoto wako walioko mahali hapa tunaposherekea kufufuka kwako siku ya leo. Mipango yetu iliyokufa ikafufuke, nasi hatuna mashaka na wewe uliye mwaminifu. Ninaomba haya katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Hebu nisaidie kusema amen. Nikisema nisaidie, maana yake yangu naona haitoshi, ukijumulisha na yako ndio inanoga. Sema amen. Wapendwa, leo ni siku nzuri sana kwa Wakristo ulimwenguni. Kama kuna jambo linatupa jeuri ya kufurahi, ya kuenjoy, ni sikukuu kama hii, inaitwa sikukuu ya Pasaka. Hebu sema amina. Watu wa Mungu wanawaza vitu vingi. Nasema, how if Yesu asingefufuka? Kama kuna aibu ambayo tungewahi kuichezea, ni Yesu asingefufuka. Christmas tunasherehekea kuzaliwa kwa Yesu. Unaweza ukateki hizo ukasema kuzaliwa ni jambo la kawaida. Watu wauzaliwa. Hata fulani alizaa, fulani akazaa, fulani akazaa, fulani akazaa. Ni kitu cha kawaida. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini kwa Yesu, Biblia inapotaja kwa habari ya Pasaka, inatamka siku ambayo Wakristo ulimwenguni tunaadhimisha kufufuka kwa Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Hii inatupa jeuri ya kutembea kifua mbele, ya kwamba kifo na mauti viliwaweza watu wengi, lakini biashara ilipofika kwa Yesu Kristo, hiyo biashara ilishindwa kufanikiwa. Yesu akafufuka katika wafu, hata sasa yu hai. Ndiyo maana leo ni siku ya jeuri hasa. Sema amina. Ngoja nikwambie hivi, wanaomwabudu Mungu sio sisi tu. Wako watu ng'ombe ni Mungu kwao. Wako watu mbuzi ni Mungu kwao. Wengine wanaabudu miti, wengine wanaabudu masanamu, lakini wengine wanaabudu watu tofauti. Sisi tunaomwabudu Yesu tuna jeuri, kwa sababu vile vilivyowaweza wengine vilimshindwa huyu mwanaume anaitwa Yesu. So tukitembea tunatembea kifua mbele. Kama unataka kuandika message ninayotaka ni share na wewe, andika, ni nani atakaye tusaidia kuviringisha jiwe? Haleluya. Ni nani atakaye tusaidia kufanyaje? Kuviringisha jiwe. Hilo ndio swali ambalo limeandikwa kwenye Biblia, na mimi natamani mimi na wewe tupite hapo tujifunze kitu kwa dakika chache. Jambo la kwanza, nichukue nafasi hii kuwapongeza sana wanawake. Wapigieni makofi wanawake. Kama wewe ni mwanamke, jipigie makofi. Unaposoma historia ya Yesu kufufuka, maandiko yanasema
waliokuwa wa kwanza kufika kaburini sio wanaume. Biblia haisemi wanafunzi wa Yesu ndio waliokuwa wa kwanza kufika. Biblia inasema walikuweko wanawake ambao licha ya vitisho, licha ya matangazo ya kwamba wafuasi wa Yesu wakamatwe, wateswe na kadhalika, siku ya tatu wanawake walichukua manukato wakaanza safari ya kwenda kaburini. Biblia inasema wanapoenda kaburini, yako maneno wanayotamka. Hawahofii Herode, hawahofii Pilato, hawahofii kupigwa mijeledi. Hofu yao ni moja tu. Wanasema, ni nani atakaye tusaidia kuviringisha jiwe? Hawa ndio wanawake Bwana anawatafuta kwenye kanisa la leo. Mungu hawatafuti wanawake wa Mbeya. Mungu anawatafuta wanawake waliobeba kusudi la Jehova. Ndio maana maandiko yanasema wanawake ni jeshi kubwa. Lakini sio kila mwanamke, wanawake wanaobeba kusudi. Hivi wewe mwanamke ulioko hapa jiulize, ungeweza wewe? Yaani vitisho vyote vilivyopitia. Mmeona vile Yesu amegongwa mijeredi ya kutosha. Alafu asubuhi wewe unaweza enda kaburini? Kama kufagia tu kanisa mpaka kiongozi wa hiyo idara jasho limtoke, ungeenda kaburini? Njoo tufagie kanisa saa 10, unakuja saa 1 kasoro. Kaburini unatoboa? Yuko mwanamke anafuatilia ibada hii live kwenye kachumba fulani kakupanga, umeshindwa kuja ibadani leo, eti mvua inanyesha, uko kwenye geto la kupanga. Pole. Wanawake wengine walitoka kwao wakabeba manukato, wakasema kwa ajili ya Yesu tunaondoka, tunaenda liwalo na liwe mpaka kieleweke. Alisema leo atafufuka, haijalishi atafufuka au afufuki, si tunaenda kaburini kupaka mwili mafuta. Bwana anawatafuta hao wanawake. Wanawake wanasema tunaenda kaburini, nani atakaye tusaidia kuviringisha jiwe? Hiyo time wanafunzi wa Yesu hawako pale. Nisikilize, unaposoma Biblia, kwenye Biblia kwa nini leo tunapata jeuri? Kwa sababu kufufuka kwa Yesu hakukuwa kwa kawaida. Wanangu wazuri, labda nikwambie for your information, kwenye Biblia waliokufa na wakarudi kufufuliwa kuishi sio Yesu peke yake. Watu kibao kwenye Biblia, zaidi ya watu sijui 9 kwenye Biblia walifufuka. Hebu niwekee hapo Wafalme wa kwanza 17:17 chapu haraka, kana maandiko haya tusipoteze muda. Wengi wamefufuka. Huyu tunayemwangalia hapa, unakumbuka Sarepta, mwanamke yule wa Sarepta alikuwa na mtoto. Biblia inasema nini? Inasema ikawa baada ya hayo mwana wake yule mwanamke, bibi wa nyumba ile, akaugua, ugonjwa wake ukazidi hata akawa hana pumzi tena. Mstari unaofuata akamwambia Elia, nina nini nawe mtu wa Mungu? Je, umenijia ili dhambi yangu ikumbukwe ukamuue mwanangu? Twende chini. Akamwambia, nipe mwanao. Akamtoa katika kifua chake, akamchukua juu chumbani mle mwenyewe, akamlaza kitandani pake. Fasta. Akamuomba Bwana, akanena, Bwana Mungu, je, umemtenda mabaya mjane huyu ninayekaa kwake hata kumfisha mwanae? Akajinyosha juu ya mtoto mara 3, akamuomba Bwana, akanena, Bwana Mungu wangu, nakusihi roho ya mtoto huyu imrudie ndani yake tena. Mstari wa 22, Bwana akaisikia sauti ya Elia na roho ya mtoto huyo ikamrudia. Akafanyaje? Akafa, akafufuka. So Yesu sio wa kwanza kufufuka. Mtoto wa huyo mjane wa Sarepta alifufuka. Mtu aseme amen. Sijui kama kuna mtu ananielewa ninavyohubiri hapa. Niwekee Wafalme wa pili 4:32 chapu kwa haraka. Wafalme wa pili 4:32. Sio huyo tu, yuko mwingine pia alifufuka. Haraka, ambaye ana Biblia amepaona, unaanza kusoma wakati inakuja. Basi Elisha alipofika nyumbani, na tazama, mtoto amekwisha kufa, amelazwa kitandani pake. Twende. Basi akaingia ndani, akajifungia mlango, yeye na yule mtoto wote wawili. Akamuomba Bwana, akapanda juu ya kitanda, akajilaza juu ya mtoto, akaweka kinywa chake juu ya kinywa chake na macho juu ya macho yake na mikono juu ya mikono yake, akajinyosha juu yake. Mwili wake yule mtoto
ukaanza kupata baridi, ukaanza kupata moto. Kisha akarudi akafanyaje? Akatembea nyumbani huku na huko mara moja. Haleluya. Dogo aliyekuwa amekufa akafanyaje? Akafufuka. Nazungumza na watu mahali hapa. Yesu sio wa kwanza kufufuka. Walikuwemo humu kwenye Biblia walifufuka. Nazungumza na watu kwenye ibada hii wananielewa. Na mnanisikiliza kwa uzuri. Niwekee kitabu cha Luka sura ya 7 mstari wa 11. Nikuonyeshe mwingine hapa. Luka 7:11. Sio wa kwanza nimesema. Luka 7:11. Weka. Very good. Lango la Naini. Baadaye kidogo alikwenda mpaka mji mmoja uitao Naini, na wanafunzi wake walifuatana naye pamoja na mkutano mkubwa chapu. Na alipokaribia lango la mji, hapo palikuwa na maiti anachukuliwa nje, ni mwana pekee wa mamaye ambaye ni mjane, na watu wa mjini wengi walikuwa pamoja naye. Let's go. Bwana alipomuona alimuonea huruma, akamwambia usilie. Akakaribia, akaligusa jeneza. Wale waliokuwa wakilichukua wakasimama, akasema kijana, na kuambia inuka. Mstari wa 15. Yule maiti akakaa. Maiti akafanyaje? Akainuka. Kwa lugha nyingine akafufuka. Yesu sio wa kwanza kufufuka. Walikuweko watu walifufuliwa. Bwana Yesu asifiwe. Weka Luka 8:50. Unakumbuka wakati Yairo amemfuata Yesu, anamwambia binti yangu yu katika hatari ya kufa. Yesu anamtia moyo, anamwambia tulia, siwe na hofu. Twende unaofuatia. Angalia. Alipofika nyumbani hakuacha mtu aingie pamoja naye ila Petro na Yohana na Yakobo na babaye yule mtoto na mamaye. Twende juu. Na watu wote waliokuwa wakilia na kumwombolezea, akasema msilie, hakufa huyu, bali amelala usingizi tu. Twende. Wakafanyaje? Maana walijua nini? Sasa let me ask you. Waliokuwa na mtoto pale ni Yesu au ni hao watu? Kwa hiyo waliokuwa wanajua amekufa ni hao waliokuwa naye. Wamemwangalia dogo amekata moto, kafa. Alafu chuma kinakuja kinasema hajafa. Apewe sifa Yesu. Hajafa. Biblia inasema wakacheka. Na hicho kicheko sio kile kicheko cha furaha. Hiki ni kicheko cha dharau. Kwamba yaani si tushalia, tumemgusa dogo wa baridi, wewe unakuja kusema amelala. Ina maana sisi ni wageni na usingizi hapa. Haleluya. Sisi ni wageni na usingizi hapa. Pandisha. Biblia inasema akamshika mkono, akapaza sauti, akasema kijana inuka. Mstari wa 50 na ngapi? 55. Roho yake ilishatoka. Sema ilishatoka. Kama ilirejea ilishaenda. Ngoma inarudia tena hapo. Amen. Nisikilize, niokoe wakati. Huyu ukiacha, kuna mwamba anaitwa Lazaro kwenye Biblia, alidedi, mshua akamchomoa. Ukisoma kwenye Biblia, kuna dogo mmoja alikuwa ibadani ghorofa ya 3, Paulo anahubiri injili. Dogo akawa anachungulia dirishani, anashanga na nini, waonye wanangu ambao mnapenda sana kutembea nje wakati wa ibada. Paulo anahubiri ndani, dogo anambwela kwenye dirisha namna hii. Alikula kitu kimoja, dogo akaanguka chini kafa. Wakamwambia Paulo umeua. Sasa mimi nimeua nini? Wakaenda nje, dogo amezima. Paulo akaweka mkono, dogo akarudi kwenye afya, akafufuliwa. Mifupa ya Elisha ilifufua mtu. Maandiko yanasema wakati kaburi la Elisha liko hapo, wengine walikuwa wameenda hapo makaburini, mtu akafa, wakakamata wakamshusha kwenye mifupa ya Elisha, dogo akapata afya akarudi. Wengi waliokufa walifufuka. Kwa nini vifo vyao havikutushtua? Kwa sababu wengi waliokufa walifufuliwa na maombi na watumishi. Lakini ngoma ilipofika kwa mwanaume anaitwa Yesu Kristo, biashara ilikuwa ya tofauti. Cha kwanza nataka uelewe, vita ya Yesu haijaanzia alipokufa. Hii ngoma majamaa yalitaka hata kuzaliwa asizaliwe. Kwa nini? Kwa sababu kabla ya kuzaliwa ilishatamkwa atazaliwa, halafu atakufa, na siku ya 3
atafufuka. Hawakutaka kusikia hiyo story. Kwa nini? Kwa sababu wanao wafalme wao walivyokufa hawakufufuka. Wanao wakuu wa mataifa yao walipokufa hawakufufuka. Kwa nini kazaliwe kwa bwana mdogo from nowhere eti kafe kafufuke? Ndio sababu maandiko yanataja vita ya Yesu ilianzia tangu yuko tumboni. Hawataki yazaliwe. Biblia inasema wakati mama yule ni mjamzito, anatafuta sehemu ya kujifungua, dogo yuko tumboni, wanasema hakuna nafasi ya kujifungua. Nazungumza na Wakristo waliokuja kanisani kwa hiari, ambao hawajalazimishwa. Biblia inasema nini? Biblia inasema dogo alipozaliwa alienda kuzaliwa kwenye holi la kulia ng'ombe. Nimewaambia mara nyingi, nikasema mimi sikufundishi interpretations tofauti tofauti. Haleluya. Mimi sikufundisha, mimi nakufundisha kwanza kilichoandikwa. Tafsiri ya andiko ya kwanza inatoka kwa mwandishi. So mambo ya hilo holi la ng'ombe sio kama holi la ng'ombe mnavyo, tubaki hapo kwanza, kile kiliandikwa. Biblia inasema akazaliwa kwenye holi la kulia ng'ombe. Mtu akikwambia haina maana hiyo, muulize wewe umeandika kitabu gani? Mbona hujaandika hayo kwenye Biblia? Walioandika ni holi la kule. Tubaki hapo. Tubaki hapo. Haleluya. Dogo akazaliwa. Wanaume walipoona amezaliwa, wakaona hii ngoma ameshatushinda, sasa kazaliwa, tufanyaje? Tuue huyu dogo wakati huu wa utoto, afe. Ndio maana maandiko yanasema mamajusi wa mashariki walivyopita kwa mfalme, mfalme akisema mkimuona mniletee habari. Kwa nini anataka kumuua?